Karibu ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Lomo Media. Leo tuko sehemu ya pili ya ubunifu katika biashara. Katika makala iliyopita tuliangalia umuhimu wa ubunifu katika biashara, kwamba kila biashara inahitaji mtu kuwa mbunifu kabla ya kuanzisha. Leo tunaenda kuangalia umuhimu zaidi wa ubunifu katika biashara, ambayo ni sehemu ya pili ya makala yetu. Ubunifu katika biashara ni kigezo muhimu sana ili biashara iweze kuendelea na kukua. Bila ubunifu ni vigumu sana kuendeleza biashara yako na biashara kukua vizuri. Hivyo basi, kwa mjasiriamali yeyote au mfanyabiashara yeyote, lazima kabisa atie nguvu kubwa katika ubunifu. Ubunifu uko katika sehemu mbalimbali katika biashara, kwa mfano katika utawala na katika bidhaa inayouzwa sokoni au huduma inayotolewa. Ni muhimu utilie nguvu sana katika ubunifu kabla hujapeleka bidhaa sokoni au kupeleka huduma yako sokoni inayohitajika. Kwa nini? Wakati tunafanya hivyo, ni lazima kwanza uwe mbunifu kwa kumfikiria mteja unayemfikia na bidhaa yako au huduma unayoitoa, ili uweze kujua jinsi ya kumkabili na kumfanya aweze kuona umuhimu wa bidhaa yako ambayo imebeba ubunifu mkubwa kabla ya kumfikia mteja. Ubunifu katika biashara sio tu katika kuzalisha mali au bidhaa au kutoa huduma, la hasha. Ila ubunifu kwa katika sehemu mbalimbali katika biashara. Kwa mfano, ubunifu unahitajika katika sehemu zifuatazo za biashara yako. Moja, ubunifu katika utawala na uongozi wa biashara. Bila ubunifu katika utawala na uongozi wa biashara, kiongozi mkuu wa biashara ataishia kugombana kila siku na kulala na matatizo na msongo mkubwa wa mawazo, kwa sababu hajatilia ubunifu kabla ya kuanzisha na jinsi ya kuongoza watu katika biashara. Kumbuka kwamba katika biashara, ili uweze kwenda mbele unahitaji watu. Watu hao lazima ubuni mbinu sahihi ya kuwaongoza, ya kuwaelekeza na kuwafanya wapende kazi wanayofanya na utendaji. Sehemu nyingine ya ubunifu katika biashara ni ubunifu katika usimamizi wa fedha. Lazima mtu anayesimamia fedha awe na utaalamu wa fedha kwanza, lakini pia sio utaalamu tu kutoka shuleni, awe na utaalamu wa ubunifu zaidi namna ya kusimamia fedha, kwa maana ya matumizi na mapato, na jinsi ya kujua kesho ya pesa ya taasisi itakuwaje, na je, njia gani atatumia kuongeza mapato. Sehemu nyingine ya ubunifu katika biashara ambayo ni muhimu sana ni ubunifu katika kuongeza mapato. Inawezekana ikawa unaendesha biashara maalum, mathalan biashara ya hospitali au biashara ya kununua na kuuza. Lazima ubuni njia zingine za kuongeza mapato. Lazima. Kwa mfano tu ambao ni rahisi sana, chukulia muuza mahindi. Yeye anataka kuja kuchoma mahindi ayauze, lakini anaweza akauza mahindi ambayo ndio biashara yake kuu, lakini yale maganda ya mahindi akauza kwa wanaofuga ng'ombe wanaotembelea sokoni au wanaofuga nguruwe, ambayo itakuwa ni njia nyingine ya kuokota, ya kuongeza mapato badala ya kuyatupa tu yale maganda kama hayana kazi. Sharti mbunifu katika biashara, mtunza pesa au msimamizi wa pesa awe na ubunifu mkubwa wa kuongeza mapato. Njia nyingine ambayo ni muhimu sana katika ubunifu wa biashara ni kuwa mbunifu katika kuangalia vihatarishi vya biashara, riski ambazo zinafuatana na biashara yako. Kama biashara au mbunifu katika viashiria vya biashara, utajikuta biashara imeingia kwenye matatizo makubwa, na bila kujua hivyo utajikuta umeingia kwenye vihatarishi vingi vya biashara. Mfano, una leseni, utakuja utafungiwa duka. Mfano, hujalipa kodi husika, utafungiwa na mamlaka husika. Lazima uangalie hivyo vihatarishi, lakini pia uangalie mazingira yanayokuzunguka. Ni vihatarishi gani vinaweza vikawepo, kama vile wezi, watu wenye nia mbaya na biashara yako. Kwa hiyo lazima uwe mbunifu katika jinsi ya kuyakabili hayo mambo yaliyoko hapo. Pia ubunifu katika kuhudumia wateja. Mteja ndiye mtu muhimu sana kwenye biashara kuliko mtu yote yule. Unaanzisha biashara ukiwa unajua kuna mteja wa kufanya kununua bidhaa yako au huduma unayotoa. So bila kuwa mbunifu jinsi ya kumkabili mteja na kumfanya akujue wewe na akutamani wewe, lazima utakuwa na biashara hata iwe nzuri kiasi gani, kama mna mtu wa kununua, basi maana yake wewe umetengeneza bidhaa yako mwenyewe, ambaye sio sawa. Lazima uanze biashara ukiwa umetarajia nani mteja wako,
utakuwa mbunifu kiasi gani kumfanya akuchague wewe kama muuza bidhaa au mtoa huduma hiyo peke yako. Unaona, katika mambo haya niliyotaja, ubunifu ni muhimu sana. Ni kigezo muhimu sana kwenye biashara. Lazima uwe mbunifu ili uweze kukabiliana na biashara yako. Lakini sio hivyo tu. Ubunifu katika biashara sio swala la mtu mmoja. Ukishakuwa umeanza biashara au taasisi au unachokifanya chochote ambacho kinahitaji watu, ni lazima utie nguvu kubwa katika kuwafanya watu wapende ubunifu. Na pia ubunifu ni shirikishi. Ukiwa unabuni wazo lako la kufanya kitu kiwe sahihi au kiwe bora machoni pako, usitoshe tu kujiamini kwamba umebuni wewe mwenyewe kiongozi, unaweza kuwa mzuri. Hapana, la hasha. Ita wale wanaokusaidia, washirikishe wazo lako hilo lilobuni, kwa sababu watakusaidia kurekebisha na kuliboresha zaidi, au watakupa mawazo ambao wao wanayo na mtazamo wao juu ya ubunifu au ulichokifikiria wewe. Si vyema kutoka kwenye ubunifu wa mawazo wa mtu mmoja ukaipeleka kwenye biashara na ukataka itekelezwe. Hapana, ni vizuri ubunifu uwe shirikishi na timu ile inayoongoza biashara. Ndugu mtazamaji wangu, nashukuru sana kwa kunisikiliza. Naomba tukutane sehemu ya 3 ya makala haya ambayo itakuwa inaonyesha namna vile mtu anaweza kuwa mbunifu. Asante sana kwa kunisikiliza. Karibu tena, tuendelee na Lomo Media.